Mimi nataka tumkaribishe kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. Haya, Nairobi hoye! Marikiti hoye! Jameni, leo ni leo. Madha ataongea, hata pengine angekaribia karibu na Muturi pia ataongea, hata Mheshimiwa Mwango ataongea. Kwa hivyo sisi tumekuja tuambieni watu wa Nairobi na Kenya hii kwamba kumekucha. Wakenya hawezi kudanganywa tena. Wakenya wamechoka na usiasa ya uongo. Ni kweli si kweli? Kwanza wale watu wameathirika zaidi na uongo ni watu wa Northeastern, watu wa Mandera, watu wa Garissa, watu wa Wajir, watu wa Tana River, kwa sababu hawa watu chini ya katiba wanapatiwa inaitwa Equalization Fund. Wakati Rigiji alisema viongozi wao wameiba kura, sasa wameibia pesa, wameamka. Wananchi wenyewe wanasema Rigiji alituambia ukweli. Hao watu wanaiba pesa zetu za masomo yetu na kuja kuharibu hapa. Nimeona hata mtu wa Waria hapa. Kwa hivyo maandamano yatatoka Mandera mpaka Kisumu. Wangapi wako tayari? Tumeambia hiyo Inspector General, tumeangaliana macho kwa macho. Hata mimi leo navalia kama wao, wajue hata sisi sio kama kidogo. Tukaambia mkimuguza mmoja wetu vile walidhubutu kumuua Rigiji, Kenya haiwezi kuwa Kenya tena. Wangapi wanasema wakimguza yote tutatoka zote? Vile ambavyo unajua wazazi wengi hawajui watoto wataenda kusoma vipi. Sisi na Kibaki tulianzisha free primary education. Ni kweli si kweli? Badala ya Ruto kuendeleza mpango huo, ameharibu. Sijui grade 10 watu wajui waende wapi. Wazazi walikuwa wakiambiwa wewe kwenda beba mtoto wako kwenda naye Alliance High School, Kenya High, ukabishe. Maprincipal kusikia hiyo wote wakahama. Hakuna elimu Kenya ambayo inaendelea. Sisi tukichukua serikali mwaka ujao, sema mwaka ujao, tutahakikisha mtoto wa Kenya anatoka kutoka nursery school mpaka chuo kikuu, kwa sababu hao watu wameiba kura nyingi za pesa nyingi zaidi. Wacha kuambia watu utapeleka Singapore. Sisi kwanza njia ya kwenda Singapore na kutema Singapore ni kudanganya wananchi. Njia ile safi. Kenya ni Kenya na sisi Singapore. Sisi tutainuana chichi sisi wenyewe kwa wenyewe. Watoto wa Kenya hawatakuwa wakifukuzwa shule kutoka secondary school mpaka university. Tutaregesha Higher Education Loans Board. Tumesema hizi manyumba ambazo anaibia wananchi pesa, ile ambayo anaita affordable housing, hizo zote tutarudisha kwa makaunti na wananchi waregeshiwe pesa zao, kwa sababu ni wizi mtupu kabisa. Wananchi hoye! Nairobi hoye! Lakini leo tumewaambia barua ambayo Martha Karua ameweka saini leo inaandikiwa William Ruto kama chairman wa National Security Council, na alafu deputy yake Kindiki na Inspector General huyu Kanja na waziri Musalia na wengine, kama hawatakomesha mambo ya gunism. Sasa hakuna police service, ile iliyoko ni magun wa Sakaja. Dunia nzima ilionekana Sakaja aenda siende, kwa sababu yeye alijivuna akasema hii maandamano ya 25 jinsia itafanyika. Runinga dunia nzima ikaonyesha magunu wakibeba vitu vyao na polisi kuwasindikiza. Ikaonekana kwa Al Jazeera, ikaonekana Ulaya mzima,
ikaonekana kwa CNN. Tumesema mambo haya ya usalama na polisi, badala ya kuwa utumishi kwa wote, wamekuwa utumishi kwa Ruto. Hatuwezi tena sisi tumeandikia dunia nzima tuseme lazima Kenya iendelee kuwa nchi ya demokrasia inayosimamiwa kikatiba. Wangapi wanakubaliana lazima ikae namna hivyo? Wangapi wanasema hatuwezi kuuziwa uongo tena? Wangapi wanasema hatuwezi kuuziwa hata uoga? Muko ngangari? Hata nimeona mwingine hapa ameandika who killed Amolo. Nataka nimwambie ndugu yangu hapa amefanya vizuri. Maswali haya lazima tuulizane. Hii ni nchi ambayo iko na uhuru wa kusema, uhuru wa kufikiri na uhuru wa kukaa pamoja kama wananchi. Asanteni sana. Ngoja tumpatie Mheshimiwa Attorney General wako hapo karibu na Mheshimiwa Martha ndio wawasalimie. Na tunasema tunaelekea Mavuko kutoka hapa. Kuna watu wamegadamishwa Kenya hii, wamegadamishwa kila mahali. Tunaenda Mavuko alafu tutarudi tena hapa Nairobi. Mheshimiwa Muturi ama Martha. Haya, tuko hapo na mheshimiwa wetu Martha Karua. Marikiti oye! Nairobi oye! Mambo sio poa, ni one time. Mambo Kasongo hajasikia mambo. Tuko hapa kumwambia maneno mawili matatu. Utawala wa kimambavu tumesema hatuwezi kukubali. Tunataka utawala wa sheria, sio wa kimabavu, na tunataka polisi na Kasongo wakomeshe kutoa majambasi ya kwenda kupiga wanasiasa. Hatutaki polisi wafanye kazi chafu ya kupiga wanasiasa. Hatutaki polisi waingilie uchaguzi wakisaidia Kasongo. Kasongo hata komesha hiyo tabia, sisi kama wananchi tuko na ushukani, tutatoka nje, tutasimamisha hii nchi. Ujue ya kwamba bila kukomesha utawala wa kimabavu, hata pesa ya kusomesha watoto wetu itawekwa kwa mifuko ya watu. Hata pesa ya matibabu itawekwa kwa mfuko. Chanzo ni utawala wa kisheria na sio wa kimabavu.